Baba, acha walo kipako. Wale kule abadogo kipako. Kipako huyu jamani. Huyu kipako ananitafutia nini mimi? Wewe baba wewe. Wewe. Wewe baba wewe. Wewe kipako wewe. Wewe amka. Umekuja sasa hivi umelala kwa watu hapa. Wewe umelala klabuni kwa sababu gani? Eh? Hivi mwanao upoje wewe? Yaani mpaka mzima unalala klabuni? Kama unanionaje? Nitakuja nikuua mimi nichukulia kesi mimi. Wewe unanionaje wewe? Wewe subiri nikukomeshe. Wacha nitafute kwanza cha kukufanyia ili uone kama mimi nipoje. Wewe, amka. Unalala kwa watu saizi, amka huko. Nipikeje hili? Yaani unalala kwa watu hivi, amka huko. Mke wangu nipo wapi hapo? Mke wangu. Unaniuliza uko wapi? Hivi mwanangu mpoje hivi jamani, hili ni mwanaume hili? Mke wangu, mia yangu, mke wangu, mke wangu, pombe mke wangu, pombe umemwaga. Atupako. Sasa uokote hiyo chupa. Mwenye naye ataikuta hapo hapo, umesikia wewe? Nimekwambia mwenye naye ataikuta hapo hapo. Sasa hapa nikwambie. Wapi mke wangu? Hapa moja kwa moja wapi? Kwa mwenye kitu tutaenda kuelezea vizuri huko nikwambie baba. Unasikia wewe? Sasa mke wangu unanivunja taya mke wangu. Kwa mwenye kitu huko, unajua huko. Sasa huko. Unajua familia? Mimi mwanangu. Unaona nimekaa hapa kuna vitu yani nawaza. Vitu gani? Adogo acha tu. Yaani mwanangu, yani sile nifanye nini? Yaani mwanangu, kwa sababu ni nini sawa? Ila mimi nakwambia kwa sababu wewe ni familia. Wewe ni familia mwanangu. Sasa
Mwanangu, kuna jambo moja hivi sawa. Mimi mwanangu natamani nyama mwanangu. Nyama. Tatizo lako mwanangu. Yaani kwa swala la kula nyama. Sasa yani wewe kula nyama. Kwa jao sana. Yaani paka zitokee sherehe, mambo ya sikukuu kwaya, semaga sije fulani sije kuna ubwabwa hapo ndo mnakimbilia kwenda miguu yenu hiyo. Mnaenda kula nyama kule. Ona maana mwanangu tunashindwa kutoka hapo mwanangu kanunue nyama mwanangu, yani wewe unaenda hapo dukani mwanangu unanunua taka kilo pale mwanangu kanusu mwanangu nakula nyama mwanangu. Mimi mwanangu yaani natamani kula nyama ya mwanadamu. Ya binadamu. Sasa mbona nashtuka naye kisenge hivyo, shida nini sasa? Hapo mwanangu wewe shakuwa jao. Wewe mwanangu wewe jao. Alafu familia sawa. Wewe unaniita mimi jao. Lakini mwanangu mimi ndo hivyo. Yaani hivyo kwambia ndo hivyo. Yaani sikia mwanangu. Kula nyama hatukatai. Sawa. Yaani kula nyama. Niko pamoja na wewe. Yaani umeongea balo. Yaani nyama ya mtu. Wewe mshikaji wewe jao. Sawa. Haina noma. Sasa unanisaidiaje sasa kama rafiki yako? Wewe. Basi unasikia? Tuenzetu tu hivyo hapo. Mwanangu mbona unaondoka hivyo sasa? Sasa unasikia mwanangu? Mimi nakuitia na kufuata wewe mwenyewe yani. Poa, haina noma. Mwenyekiti. Ndio. Mimi kinachonishangaza mimi hapa. Ndio. Najua tunapata tabu sana sababu ya maji. Ndio mzee. Maji sehemu nyingine yanatoka, sehemu nyingine hayatoki, sehemu nyingine yanatoka, lakini kwa nini hawa dala maji hawa wanatupenda kutubania maji sisi? Mzee wangu, kwanza ni kushukuru sana. Kwa sababu wazee kama wewe ni wachache sana. Wengine ni wajinga ila wamezeeka. Ila wewe una busara na akili sana. Kuna wengine wangeenda kusemea pembeni, kuchafua uongozi, kuchafua na idara ya maji. Lakini wewe umefuata uongozi moja kwa moja. Nikushukuru sana. Swala la maji mzee wangu, hilo wala lisikupe shida. Kwa sababu idara ya maji ipo bega kwa bega na sisi. Ili tuweze kupata miundombinu iliyo bora. Lakini pia wananchi mnajitahidi sana kwenye upande wa ankara. Kutoa ankara ya kila mwezi. Mpo vizuri. Sema kuna mambo fulani ambayo idara ya maji wanaendelea kuiweka sawa ili sisi sote wana kitongoji chetu tuweze kupata nini? Maji. Ndio maana idara ya maji inatukataza sisi wananchi tusilime kwenye vyanzo vya maji, tusipitishe mifugo kwenye vyanzo vya maji. Lakini pia viazi vya kumwagilia tusiwe tunabezi sana kwenye mito hii. Wenzetu maji kule Kapunga wanategemea kulima mpunga ili sisi huku tuweze kula nini? Wali. Na maji mengi, mito mingi huku inashusha maji kule chini. Kwa hiyo watu wa idara ya maji wako vizuri sana. Lakini kupitia hili hamna shida. Mimi nitafika ofisini kwao, nitawaambia waweke utaratibu mzuri ili wananchi wangu muweze kupata nini? Maji. Kwa mzee wangu hilo limeisha. Wala usijali. Mimi mwenyekiti wenu Jagalu nipo pamoja na nyinyi. Nataka niongezee hapo. Ndio. Naona kwamba kesho kutwa tutakapo mwezi utakayopita tuone kwamba kitendea kazi kipo maji, watu wote tunapata maji. Sio mambo ya kusumbuliwa. Tunatoa pesa zetu, maji sehemu nyingine yanatoka, sehemu nyingine hayatoki, sehemu nyingine yanatoka, lakini kwa nini hawa dala maji hawa wanatupenda kutubania maji sisi? Alafu tunatoa ankara kila wakati, kila mwezi wanapata, lakini maji hayatoki. Nadhani kwamba kilio changu mwenyekiti, naona nimesema nikitoe kwako ukakifanyie kazi.
Naomba mwenyekiti, naomba livalie njuga. Yaani hilo mzee wangu limeisha. Hilo limeisha kabisa. Mimi natambua machungu ulionayo moyoni, na maji ni uhai. Maji kwenye maisha ya binadamu ni kila kitu. Kwa mzee wangu, hilo limeisha. Mimi mwenyekiti wenu mliniamini, nitalifanyia kazi. Asante sana mzee. Asante. Nashukuru sana. Asante. Na Mungu akubariki sana. Asante. Ubarikiwe sana mzee. Asante. Asante sana. Kazi njema. Asante. Usifanyi kazi zangu. Hilo limeisha. Asante sana. Asante. Haina shida. Kila kitu kitakaa sawa. Ehe. Kuna nini? Wewe kipa, hebu utulie. Hii ni ofisi ya serikali, lazima uheshimu mamlaka. Mke wangu anataka kunivunja toa. Tulia. Ehe, kuna nini hapa? Shikamoo mwenyekiti. Marahaba. Karibu sana. Asante mwenyekiti. Yaani huyu bwana huyu mwenyekiti, ninavyokuambia hivi. Juzi hapa alikuletea taarifa. Taarifa yako alifikishia. Maana nilimwambia aje afikishie taarifa. Haya, leo hii nakwambia mwenyekiti, yaani leo amelala nje. Na nimemkota saizi kilabuni. Yaani asubuhi hii nakwambia ndo ameamkia kilabuni hivi, yaani ndo nimemleta hapa. Nimesema huyu nampitisha kwa mwenyekiti. So kweli lazima siwezi kukubali. Bwana Kipako, itamana imefika hatua mpaka unalala kilabuni. Yaani sasa mimi nitashindwa kukutetea mambo mengine. Kwa hiyo toka umechukua lile godoro, saizi umefika hatua unalala kilabuni. Bwana Kipako, una kamdudu gani wewe kichwani? Mwenyekiti, mimi mke wangu namshtaki. Yaani amemnalia bia zangu mbili, zikuwepo chupa ya kwanza na ya pili. Kelele. Zote ameniibia. Kelele Bwana Kipako. Matatizo yako tumeyachoka. Yaani tumeshindwa kuvumilia. Mpaka kwa hali hii, hapana. Siwezi kukutetea tena. Siwezi kukutetea tena. Sasa Mama Kipako, jaribu kumsamehe kwa sababu huu ni ujinga tu mdogo mdogo huu. Ni mjinga ambao unafika mahali utampoteza kabisa. Kwa hiyo nisha ni kuvumiliana. Mvumilie, ujinga utamuisha. Huko nyumbani naenda kumfungia. Anakaa ndani, yani hamna kutoka. Mimi na yeye na mimi. Na humo ndani sasa. Nikitoka naenda sokoni, nimerudi. Imeisha hiyo. Sasa mimi nakwambia hivi. Mke wako akija kulalamika mara ya pili, hatua kali nitakuchukulia. Utafungwa soba, utaenda soba. Utakaa huko hadi akili kukae sawa. Na tena akirudia mwenyekiti, mimi yaani bora anipe tu talaka yangu. Akirudia kulala nje, bora yani anipe tu talaka yangu. Maana mimi siwezi kuvumilia mambo kama mtu awe analala nje. Taratibu. Haya, mimi akipata na kichocho ndugu zake tunaambia nini? Ana ananipikia ugali mke wangu. Kelele. Mama Kipa, mambo ya talaka hayahitaji papara sana sana. Hii ni mjinga fulani tu ambao utaisha. Vumilia. Kila mwenye ndoa ana matatizo yake. Kila mwenye ndoa ana ugumu wake, lakini watu wanavumilia. Hii ni hatua ya muda mfupi. Itapita. Haya itapita, Makipa. Na akirudia, mlete kwa mwenyekiti. Atakaa selo wiki nzima ili akae akili ikae sawa. Sasa hapo ndipo atakapojua kwamba selo kuna pombe au hakuna pombe. Zaidi ya viboko. Bongo mwenyekiti, mimi hapa mimi napenda tu kunywa pombe. Si mke wangu. Viboko. Wewe lazima upewe viboko. Kwa hali ya kulala kilabuni mpaka sasa hivi. Hapana. Sasa wamebeba godoro, unalala kilabuni. Watakuja kubeba na sahani. Utaanza kula kwa mantilie baada ya kupeleka mahitaji nyumbani. Sasa Kipako, unakoelekea ni kubaya. Sana. Mimi sina msaada tena na wewe. Mama Kipa, huyu nadhani kila kitu kitakaa sawa. Mchukue, upeleke nyumbani. Maana hapa inaonekana pombe ameamka nazo. Peleka nyumbani.